Karibu kwenye taarifa za Dira ya Wiki. Mimi naitwa Ali Manzu, mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Pretty Janet. Watu wanaoishi na virusi vya HIV hapa nchini wametoa wito kwa serikali ili kuimarisha huduma za ugonjwa huo na kuzijumuisha kwenye bima ya afya ya jamii ya SHA. Haya yanajiri kwenye msafara wao wa amani uliofanyika hapa jijini Nairobi ili kuishinikiza Wizara ya Afya kuangazia matakwa yanayotokana na hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha ufadhili wa huduma zingine kama vile za HIV mapema mwakani. Mwanahabari Gloria Milimu na taarifa zaidi. Makali ya hatua ya serikali ya Marekani kubana ufadhili wa huduma mbalimbali ikijumuisha huduma kadhaa za ugonjwa wa HIV yanaendelea kudhihirika. Makali hayo yakilazimu watu wanaoishi na virusi vya HIV kuandaa msafara wa amani hadi katika makao ya Wizara ya Afya jijini Nairobi ili kushinikiza serikali kuwekeza kwenye vita dhidi ya virusi hivyo na vile vile dawa za kudhibiti makali yake. Mimi niko hapa juu wameniguza. Kwa nini hatuko kwa SHA? Na hiyo USAID imeenda, kila kitu imeenda. Alafu sasa nani atatusaidia tusiposaidiwa na government yetu? People living with HIV deserve the quality of HIV care as outlined in the guidelines on minimum package of care, including quality laboratory services, not just the issuance of ARVs. Mojawapo ya lalama zao ni kwamba baadhi yao sasa wanalazimika kugharamia huduma ambazo hapo awali walikuwa wakipokea bila malipo. Mojawapo ikiwa ni huduma ya vipimo vya virusi vya HIV na viwango vya virusi hivyo mwilini. Because there is no money from Global Fund and PEPFAR, for those who go to pick their ARVs, they are told that you go to the pay private sector in the labs, and these people don't have money. Number two, these facilities, most of them were closed. The remaining, some of them are charging user fees. Kenya ilijipata kwenye njia panda kufuatia uamuzi wa Rais Donald Trump mapema mwakani, uamuzi ulioacha taifa likikodolea macho pengo la shilingi bilioni 30.9 iliyoathiri huduma mbalimbali za HIV, TB pamoja na ugonjwa wa malaria. Can the Ministry of Health provide a waiver for the user fees that they are charging so that people are given medicine? Number two, these things that we need so that we monitor viral load like CD4, testing for TB, can they be covered by SHA, under SHA? Because we think that the more SHA is continuing to exclude people living with HIV, that is stigma and discrimination. Japokuwa serikali za kaunti ziliamua kwamba zitajumuisha huduma za magonjwa hayo kwenye huduma za jumla katika hospitali zake, watu wanaoishi na virusi vya HIV sasa wanasema kwamba hatua hiyo pekee haitoshi kushughulikia mahitaji ya watu milioni 1.4 wanaosemekana kuishi na virusi vya HIV nchini. Na hivyo ipo haja ya kujumuisha huduma hizo kwenye bima ya afya ya jamii SHA ili kuhakikisha uendelevu wao. Gloria Milimu, KTN. Tutoke Nairobi tuelekee Migori.